Kama kawaida ile namba 2 tulimuona Leila alikuwa anapandisha marohani kule alipokuwa anasoma kisomo, lakini sasa hivi hali imekuwa sawa, ndio anarudi zake nyumbani. Kwa hiyo hii ni namba 3. Leila anafika nyumbani anakuta kuna mtu anaswali. Huyu mtu katokea wapi? Mgeni gani anakuja kumgusa? Mara kayayuka, imebaki nguo chini. Sasa anataka kushika ile nguo iliyobaki chini, alafu haogopi, mara anapiga hatua, anakanyaga kitu kama chuma fulani, kuangalia ni ile sinyenga aliyoitoa mdomoni kwa mama yake. Unaona? Sasa anaanza kuichomoa huko, anaumia, akiangalia pembeni anamuona mama yake anamfanyia hakuna kupiga kelele. Tunamwona Bimo yuko hapo na mama yake Biana. Anamwambia Biana kwamba kuna tatizo moja. Tuko tuna rafiki yetu sana anaitwa Nuru. Huyu rafiki yetu inaonekana ndo analeta matatizo yote haya hapa. Wakati anamwambia jamaliza story, anaona kuna mtu kule kivuli kinamwangalia. Ikabidi anyanyuke ili aende aangalie huyo ni mtu gani anayesikiliza maongezi na anayenyemelea. Akaenda taratibu kwa tahadhari kubwa. Anafika pale chumbani, mara mlango unajifunga. Mlango umejifunga tena. Anaenda kuchungulia sasa kabatini, kwa maana anasikia kitu kinachokocha kabatini. Kuangalia kabatini, mara anaona kitu kinamvuta, kamuingiza kabatini huko. Mara bwana anapiga kelele, Bimo nakufa huku. Anaanza kutatalika yule Bi mkubwa. Yule pale ananyongo, unaona. Bimo anakuja, anaanza kupiga ule mlango. Mlango unafunguka bwana. Bi mkubwa zamani kashafariki. Alafu kafa kifo kile kile. Huku azana inasikika na msikitini wanasema tayari Biana kashafariki. Hapo sasa inatakiwa Leila kama kawaida aende kuosha maiti. Kaka yake anamwambia Leila, huku wanakusubiri uende kuosha maiti, tayari Biana kafariki. Leila anasema hapana bwana, mimi yuko siendi kwa ile shughuli niliyoiona kwa mama yangu, alafu mimi niende kule. Hapana, mimi siendi. Sasa kaka yake akambembeleza wapi, mpaka Bima akaja akamgongea na momba, Leila tafadhali naomba ukamuoshe mama yangu amefariki. Leila hataki, akajifungia chumbani kule amelala. Mara akasikia sauti zinamuita, Leila nyanyuka uende kufanya hiyo kazi. Unaona, Leila tusaidie, nyanyuka uende kufanya kazi. Huku msikitini akasema kama hataki basi tafuteni mtu mwingine. Huku bwana, huku majini na mzimu wa mama yake vikaanza kumuandama Leila, vinamuita. Mara vinamtokea Leila akachomoka mwenyewe chumbani, naambiwa. Anafika nje anakutana na yule Arethi kaka yake. Bwana, unasubiriwa kuosha maiti Leila, vipi? Leila akasema basi acha tu mimi niende, amna wasiwasi, naenda kuosha maiti. Akamwambia sikiliza, humu ndani asiingie mtu yote, funga milango, funga kila kitu, mimi naondoka naenda kufanya hiyo kazi ya kumosha maiti. Baada ya kuondolewa na mle mizimu ndani huko alikokuwa amejificha chumbani, kafika pale kakutana na Bimo. Bimo akasema mwili uko pale, naomba ukaoshe maiti, lakini kuna jambo fulani mama alikuwa ananiambia mimi sikulielewa. Leila nenda kwanza kufanya hiyo kazi, ukimaliza tutazungumza. Sasa anaonekana Leila anauoga sana kwenda kuosha ile maiti, kwa sababu anakutana na vituko vingi. Kakutana na mkono wa mwili, unaona, akauweka sawa mwili, akaufunua vizuri na umechafuka kweli kweli. Kifo ni kile kile, unaona, wanakufa vile vile. Akauweka sawa ule mwili, unaona, akachukua maji, anaanza sasa taratibu za kuosha mwili kama mama yake alivyomfundisha. Mara mwili unastuka, unaona bwana, maiti imestuka bwana, alafu maiti anazipiga kifuani hapa, inaonyesha hapa kuna tatizo. Sasa Leila anaanza kufunua pale kifuani alipokuwa anaonyeshwa na maiti kuna nini, kuangalia anakuta kuna waya ule wa sinyenge. Bibi Leila akaanza kuvuta ule waya, akawa jasiri sasa, anauvuta ule waya. Mwisho wa siku bwana akautoa ule waya, kile kipande cha waya akakitoa mwilini mwa yule mama Biana, ule mwili wake. Akaukumbatia mwili, akaulaza tena. Unaona, mwili sasa umefumbua macho. Kila akifumba yale macho akiyafumba, mwili tena unafumbua macho. Kila akiyafunga macho tena, mwili tena unafumbua macho. Kwani vipi? Kabisa pale apige dua zake anazojua yeye, bado tu. Kajaribu tena, mwisho wa siku kweli maiti ikawa imefumba macho. Leila akawa ameshukuru na akaendelea na shughuli zake, lakini huku anatweta sana, anaogopa. Basi ikabidi wabebe mwili waende kabrini kwenda kuzika. Tunakuja na ile nyingine namba 4. Tunaishia hapo. Msisahau kwenda pamoja kama kawaida kwenye subscribe, comment na like na kushare. Tunaendelea kuwa pamoja. Haya bwana, nawapenda sana.